Okay, bana, naona kitu hapa. Kwa sura ni kigeni kabisa. Hiki kinaweza kiwa ni kinini Sasa kama kwa sura ni kigeni kabisa, Mm. cha kwanza hicho bwana ni kitu ambacho kinafahamika kama forex. Kuna biashara wanaita biashara ya kubadili fedha za kigeni. Lakini hiyo biashara mainly ilikuwa inafanyika uso kwa uso, yani mtu na mtu wanakutana, labda mtu wa Zambia na Tanzania. Wa Zambia anakuwa na kwacha, wa Tanzania anakuwa na shilingi, kwa hiyo wanakuwa wanabadilisha zile fedha. Wanapokuwa wanabadilisha, waga kuna kodi wanaikata, yani makato fulani hivi. Okay. Sasa yale makato ndo faida faida. Wale kwa mtandao sasa, kwa njia ya mtandao tunaweza tukawaita wao ni broker, yani kama ni dalali, mtu kati. Okay. Anayekuwezesha wewe kubadili fedha. Sasa kwa mfano kwa hapa ambacho kinaonekana ni hizi tunasema ni chati ambazo zinakupa taswira ya soko linavyokuwa linaenda. Kwa maana ukiona imepanda hivi inamaanisha kuna pesa imepanda thamani, lakini pia kuna pesa hapo hapo imeshuka thamani. Ndio maana inakuwa imepanda hivi. Kwa mfano kwa hapa inakuwa inakuonyesha hii inaitwa Audi JPY. Audi JPY. Kwa ajili ya kuja kusearch nitaandika kitu kinaitwa Forex Factory Calendar. Forex tayari imeshaleta option kwa sababu waga na search. Umeona hii? Forex Factory. Kwa nikija hapa itafungua kalenda ile ambayo inaonyesha taarifa za kiuchumi. Kwa hiyo nitafungua kama kawaida. Forex Factory, yese mtandao naona upo chini kidogo lakini sio mbaya. Kwa mfano hizi hapa zote ni taarifa za kiuchumi. Lakini hizi taarifa zinatofautiana namna ya kuweza kulisababisha soko liweze kufanya mabadiliko makubwa. Yaani kwamba kuwe na kupanda kwa thamani sana au kidogo. Kwa mfano kuna hizi taarifa ambazo impact yake wanakuonyesha ni red, manake zinakuwa na impact kubwa, high impact. Zenye nyekundu hizi. Hizi zenye nyekundu manake ndo hatari, kwa maana kama wewe uko sokoni haujui kutrade hizi hapa zinaweza kukusababisha kupata hasara kubwa. Kwa hiyo inatakiwa unajua kalenda kwamba okay, muda fulani, kwa mfano hii hapa ilitokea saa 12:30 asubuhi leo. Ambayo wamekuonyesha hapa currency ilikuwa ni Audi, manake kutoka Australia, lakini pia pesa yenyewe ilikuwa ni dola. Walikuwa wanatoa taarifa gani? Cash. Cash rate, manake benki ya Australia ilikuwa inatoa kiwango cha riba ambacho kitakuwa inawatoza labda wawekezaji akina nani. Kwa ile pia inakuwa na athiri au inasababisha uchumi wa Australia uweze kubadilika aidha kwa haraka au kidogo. Kwa hiyo taarifa zenyewe ndio hizi hapa ambazo zilikuwa zinatoka leo. Kwa hizi hapa ndio zilizosababisha umeona kule soko limepanda, manake pesa ya Australia imeweza kupanda thamani. Sawa? Kwa hiyo mambo yanakuwa kama hivyo. Hiyo hapo ndio inakuwa ni forex, lakini pia ndio namna ambavyo inakuwa ina move kwa fundamental, zile taarifa za kiuchumi, lakini pia ina move kwa zile taarifa ambazo tunasema ni technical. Technical maana yake ni namna ambavyo unakuwa unachambua soko bila kuangalia news, bila kuangalia kwamba kuna news gani leo, unakuwa unalichambua soko kwa uelewa wako binafsi. Okay. So mambo yanakuwa kama hivyo. Sawa, shukrani.